jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Basi tunakushukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu ambapo tunakwenda kuanza ibada hii ya neno la Mungu. Mimi ni Evangelisti Juliano Wallace Mbelwa wa huduma ya uponyaji, maombi na mikesha ya Mtakatifu Malaika Rafaeli hapa Bonyokwa. Tupo hapa kwa ajili ya kupresenti neno la Bwana, kwa ajili ya kuweza kuwapa watu neno la wokovu, kisha watarajie yale maisha ya milele kwenda kulisi na Kristo. Kwa ajili hiyo tunayo masomo hapa ambayo tumeandaa siku ya leo, ambayo yataendana katika misingi ya wokovu, ambapo ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yako ili wewe upate kwenda kuishi mbinguni. Basi menyo zetu leo tutakazokuwa tumepita, tutakuwa na mlango ule wa Injili Mathayo sura ya 7:15-27. 7 Mathayo mstari wa 15 mpaka wa 27. Kisha tutakwenda tena mwinjilisti huyo Mathayo, ambapo ni mlango wa 21, mstari ule wa 18 mpaka wa 20. Tutakwenda pale, tutakuwa tukitamka jinsi gani tunahitaji kuyaona yale maandiko tuyafundishe. Kwa hiyo tutakuwa na milango miwili tu yenye kutosheleza kabisa kuweza kutambua nini haja yako kutoka kwa Bwana. Ninaposema kwamba tuna milango miwili, tunaamanisha kwamba tunajifunza somo la mtini. Mtini ni mti ambao una sifa za kuzaa matunda, yawe yanafaa kuliwa au hayafai kuliwa, lakini mti unaozaa matunda unaitwa mtini. Kwa hiyo tutautazama mtini, nini maana yake. Tutakwenda katika milango ya mistari mbalimbali itakayotupelekea katika sampo mbalimbali ambazo Mungu alizungumza na wanadamu. Lakini tutatazama watendakazi, manabii na mitume, ambapo mkuu wa makuhani Bwana wetu Yesu Kristo ndiye alikuja kuangalia kazi, kukagua kazi. Kwa hiyo tutauona mtini maana yake ni nini kupitia safari za Kristo pamoja na mafundisho yake. Kwa hiyo karibu sana tupate kusikia haya yote ambayo yanatupasa leo kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Msomaji. Amina. Tutaanza na Mathayo, Injili ya Mathayo sura ile ya 15. Tutakuwa tukienda mstari kwa mstari ili tupate kuzungumza na waumini wanaotufuatilia kusikia tunataka kuamanisha nini juu ya somo hili. Karibu msomaji. Asante baba mtumishi. Nitasoma Mathayo sura ya 7 mstari wa 15 mpaka wa 27. Inasema kwamba jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mbaya wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti... Naomba urudie hapo. Samahani, nitarudia. Nitaanza tena Mathayo sura ya 7 mstari wa 15 hadi wa 27. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu
kuchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndipo saa kwa matunda yao mtawatambua. Simama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa mujibu wa mwongozo huu ambapo tunafundishwa kuweza kutambua lililo baya na lililo zuri, ndiyo maana ya mti unaozaa matunda mabaya ambayo huwezi ukayachuma katika mibaruti au katika miba. Ina maana kwamba tunasisitizwa kusikia neno ambalo ni original kutoka kwa Bwana, nalo linamtukuza Kristo, nalo ndilo linalokuponya, nalo ndilo linalokufunua wewe katika habari zako. Ni maneno ya ufunuo ambapo limetaja hili. Kwa mujibu huu tumeona kwamba wametajwa manabii ambao wao ni kinywa cha Mwenyezi Mungu. Wao hupokea ujumbe kutoka kwa Mungu kutuletea na kusema na sisi. Kwa hivyo mti huo ni sehemu hiyo ambapo wao hawa ndio wamesimamishwa na Mungu ili kutuhubiria, ili kutufunulia, ili kutueleza na kutuambia yale ambayo tunahitaji kuyafahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo utakaposikia neno lolote ambalo si la Kristo, halitokani na maagizo ya Kristo, huo sio mti uzao matunda, bali unazaa katika hali ya kuharibu. Ndiyo maana tukaambiwa tujihadhari na watu wanaopata mafunuo ya Mungu. Lazima tuyapime, haya yanatoka kwa Mungu, ni maagizo yaliyoandikwa ili tupate kujifunza au kufunuliwa, kufundishwa. Ndivyo maana ya neno hili ambalo leo mhubiri Mathayo anatuandikia. Endelea msomaji, endelea. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Simama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Katika kumcha Mwenyezi Mungu kuna kazi za kufanya. Yako mambo ambayo yanakupasa wewe kuyafanya. Kuna neno la upendo, kuna neno la msamaha, kuna neno la kukirimu, kuna maelekezo, kuna mambo ya huruma. Haya yote haya yanasimama mti uzao matunda, yanasimamisha neno hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika taratibu za maisha yetu, katika mifumo tunayoishi sisi, ndimo tunapopata thawabu au tunapopata dhambi. Kwa hiyo kwa fumbo hili, mafunuo yake ni mti uzao matunda. Kwa jina jingine unaitwa ni mtini. Tutamwona Bwana wa mabwana ambapo atakapokuwa anakagua kazi, alipitia nyenzo gani ili kutufahamisha yatupasayo. Endelea. Wengi wataniambia siku ile, ndio, Bwana Bwana, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo? Simama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wengi watasimama na kumwambia Yesu, Bwana Bwana, sisi tulisimama kwa jina lako, tukaponya, tukauguza, tukaruzuku, tukafundisha, pepo wachafu tukawatoa kwa jina lako. Bwana analo neno, naye anatazama kazi zake. Anasemaje? Twende. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Ndipo nitawaambia dhahiri. Sawa. Sikuwajua ninyi. Rudia. Kamwe. Mstari wa 23 nitarudia. Ndipo nitawaambia dhahiri. Sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu
ninyi mtendao maovu. Ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Sasa utashangaa mtumishi wa Mungu unaomfahamu, mtumishi wa Mungu anaokuombea kila siku, anakataliwa siku ile na Bwana mwenyewe. Hana alichokivuna katika habari ya kazi ya utukufu wa Mungu. Hana alichokileta kikaonekana mbele ya Mungu ni jambo zuri. Utashangaa. Lakini yote haya yanasimamishwa na kuwa makini katika kuzitenda kazi za Bwana. Yapo maelekezo, upo ufunuo, ndio unabii. Yapo mahubiri, ndio utume. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Katika haya tunalijenga kanisa. Katika haya tunatengeneza njia ya kwenda mbinguni. Lakini ndani ya unabii na utume ndimo makosa yanamotokea, ndimo huzuni ya Bwana kuitazama dunia kwa machozi kama alivyokuwa alilia Yerusalemu, ndipo inapotokea sababu ile ya kukosea, na Mungu akashangaa kwa nini wale wanafanya nisiyoyaagiza. Habari za haraka haraka, kwenda haraka, kutaka kubarikiwa haraka haraka, ndani yake tambua kuna makosa. Mungu anakuhitaji katika habari za wewe kwenda kuishi naye mbinguni. Sasa wewe nawe una mambo yako. Tunatambua Mungu ni nafsi na wewe ni nafsi, na ndani yake katika nafsi kuna masirahi binafsi, lakini utii wa neno la Mungu wewe lazima ushuke kama mjori. Lazima utambue unao wakati wa kuweza kubembeleza habari za utukufu wa Mungu zije kukaa kwako. Unao wakati wa kuweza kulishika neno la Bwana ili ufundishe watoto wako na wana watoto wako. Haya ndio maagizo. Lakini unaweza ukatoka humo kwa sababu unaoyahitaji unayafahamu na yanachelewa kufika, ukatenda dhambi. Wewe ni mti usiozaa matunda, na wewe unastahili kukatwa na kupelekwa katika moto wa kuunguzwa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Maneno haya ndiyo yanayojenga kanisa, ndiyo muongozo. Wako watu wanajiamini sana kwamba siku nyingi sana amemhubiri Kristo, siku nyingi sana ni watumishi, hata majubilii wakayafanya. Lakini la kuangalia sana, njia zako ulizokuwa unakwenda ziko sawa? Manake utaitwa jina siku ile, utatoa sababu zako, habari zako zitatoka mbele za Bwana, kazi zako zitakaguliwa, zitachunguzwa. Unalifahamu hilo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kama unalifahamu, lazima utii. Neno la Bwana sio rafiki mzuri sana kwako, kwa sababu ndani yake lina adhabu kwako. Adhabu inakuotea, na mema ya Mungu pia yanakusubiri wewe. Kwa hiyo tunapofundishwa kwamba mtini ni ule uzao matunda, watu hawezi kuchuma matunda katika miba au katika mibaruti. Yapo mafundisho ambayo unaweza ukakutana nayo yanafanana kabisa na utukufu wa Mungu, lakini ndani yake yana faida ya kibinadamu, yanasimamia ubinadamu, yanakutoa katika weredi wa kuheshimu na kujituma katika kuliamini neno la Bwana, ukamwamini mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haya ndiyo matunda ambayo hayatakiwi katika ule mti ambao unaambiwa unazaa matunda. Unaweza ukakutana na vitu kama hivyo. Kujiinua kumeonywa. Tunatakiwa kusimama katika hofu na kutetemeka mbele za Bwana. Neno lake ni sura ya Mungu, kama vile tunavyoona manabii kwamba ni kinywa cha Mwenyezi Mungu. Tunawaheshimu, tunasubiria anaweza akatoa neno la unabii linalohitaji mafunuo, na anayo yeye. Kwa hiyo lazima tuangalie, tuchunguze, na pia tuwe mahodari tunaposikiliza neno la Mungu. Tufanye kazi ya kuchuja na pia kumuita Roho Mtakatifu apate kufunua yale ambayo hukuweza kuyafahamu siku ile. Sasa mti uzao matunda ni kuhifadhi neno la Bwana. Mti uzao matunda ni kulihubiri neno la Bwana lile original kabisa, ambalo Bwana ndilo analotarajia kuona kanisa lake limekwisha kuandaliwa na wainjilisti. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amina. Mungu ni mwema Kila wakati. Tuwe makini sana. Tunasoma injili hii, ndiyo tunasoma injili. Na wewe unasikia injili, ndiyo hiyo inayosomwa katika masikio yako. Hii ndio injili ambayo ni original, lakini zipo injili nyingi za dunia hii. Unaweza ukaambiwa leo hii utapata jambo fulani. Sasa kama ni kinywa cha Mwenyezi Mungu, utaona umepokea. Lakini kama si kinywa cha Mwenyezi Mungu, huwezi kupokea. Hayo ndio tunaoaswa hapa na maandiko haya, kwamba tuwe makini na manabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ni afadhali ya mtume ambaye yeye husoma maandiko kama vile yalivyoandikwa, kisha akakuhubiria na ukaona na kusikia neno la Bwana, ikabaki kazi kwako kuamua kufuata au kuacha. Maana hata sehemu ya moto kuna sehemu yako, na sehemu ya peponi pia kuna sehemu yako. Ni wapi kutashindwa ili ukaweza kwenda kuishi? Kazi ni kuifanya kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Endelea. Mstari wa 24. Ndio. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu, ndio, na kuyafanya, ndio, atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ikiwa una imani ya kweli tena ya Yesu Kristo, ikiwa umethamini akili zako zikapata afya ya kulielewa neno la Bwana, basi tunaambiwa hapa, wewe una akili, maana umejenga nyumba yako katika mwamba. Sasa mwamba ni nini? Mwamba ni kitu kisichoteteleka kwa mafuriko au kwa tufani, yani kwa hali ya upepo au jambo lolote lile ambalo linaburuza kitu. Wewe utasitirika kwa sababu umesimama kwenye kweli imtiao kweli kila mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo unaambiwa una akili kwa sababu umesikia neno la Mungu, neno la Kristo. Amen. Amina. Endelea. Mstari wa 25. Sawa. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja. Sawa. Pepo zikavuma. Ndio. Zikaipiga nyumba ile. Sawa. Isianguke. Sawa. Kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Sawa kabisa. Twende. Na kila asikiaye hayo maneno yangu, ndio, asiyafanye, ndio, atafananishwa na mtu mpumbavu. Sawa. Aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Sawa. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu ni mwema kila wakati. Sasa haya yote tunahimizwa kwamba tuwe makini, tusimame na utukufu wa Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe hushuka kwa namna yake kuja kukagua kazi. Kumbuka katika Zaburi ya 144 wana wa Israeli walipokuwa wakiona tufani zikiwa zimezidi, walimuhitaji Mungu wakimwambia, inamisha mbingu zako ushuke. Walitarajia kuuona utukufu wa Mungu mahali ambapo walishindwa wao kujinasua. Mungu ni mwema kila wakati. Wakaona ni afadhali ateremke. Sasa kwa kuwa wanalifahamu hilo na Mungu naye analifahamu hilo, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema na pendo, alikubali akaja, tukamwona kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa alipokuja hakuwa na maskani huyu kwamba leo utamkuta hapa, leo utamkuta hapa, ila utamkuta katika mikutano akifundisha neno la uzima, akiwaita watu waje kwake ili wapate uzima wa milele. Sasa alikuwa na utaratibu wa kukagua kazi. Tuliona aliingia katika soko akapindua meza. Kwa nini alipindua meza? Alipindua meza kwa sababu hakulikuta neno pale ambalo linatakiwa kuhubiriwa.
alikuta jambo jingine kabisa ambalo linafanyika pale, watu wakicheza kamari, watu wakibeti, watu wakifanya mambo tofauti, biashara ambazo ni binafsi ya mtu. Penginepo hata kwenye kulipa kodi walikuwa wakikiuka, wanajificha, wanakimbia, wakawa hawana maana yoyote. Akapindua meza zile, akasema maneno, nyumba yangu imeandikwa ni nyumba ya sala. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unajionaje wewe unaosema ni Mkristo ambapo huna neno ndani yake? Unajionaje wewe unaosema ni Mkristo huna matendo? Unajionaje wewe unaosema ni Mkristo unapingamana na kazi za Mwenyezi Mungu? Unajionaje wewe unaosema ni Mkristo imani yako haba? Unajionaje wewe unaosema ni Mkristo ndio mgawanya kanisa la Bwana? Huhubiri upendo bali matengano, unahubiri vita, mgawanyiko na namna ambayo kazi ya Bwana inazidi kuwa ngumu. Mungu ni mwema kila wakati. Haya ndiyo yanayomfanya Bwana hata akateremka, sio kaja kuona dunia, maana jicho lake liko kila upande, kila mahali, anasema ameenea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alishuka kwa sababu tulimhitaji. Sasa anakuja kuangalia nini duniani? Upumbavu. Anakuja kuangalia mambo ambayo hakututuma. Anaingia nyumbani mwako, anakuta mambo tofauti, miungu imejazana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Anakuta una kalenda wewe ya kwenda kutambika katika mwaka ule. Anakukuta wewe una fungu la kafara, unataka ukatoe kafara. Anashangaa, hawa waliniita duniani nije kufanya nini? Mbona naona upumbavu? Tazama hata ile Zaburi ya 53 inasema Mungu alikaa mbinguni, akatazama mbinguni, akatazama duniani, aone kama kuna mtu mwenye akili amtafutaye Mwenyezi Mungu. Anasema hakuona hata mmoja. Lile andiko huwa naliona ni hatari sana kwetu, mashitaka mabaya. Anasema hakuona hata mmoja mwenye akili amtafutaye Mwenyezi Mungu. Sasa tunafundishwa nini? Tunafundishwa kusimama. Acha yako, fanya ya Mungu. Hata kama una ya kwako, yawe ya Mungu kwanza, halafu ya kwako yafuate. Radhi ya Mwenyezi Mungu itakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini mwanadamu wa leo ana tamaa ya mambo ya dunia hii kwa kila nukta moja ya saa. Anatamani kuwa na magorofa, magari ya kifahari. Anatamani kumiliki ardhi ya mahekta. Anatamani kumiliki mandege. Anatamani kumiliki vitu ambavyo havitamsaidia wala havitatajwa siku ya utukufu wake atataka kupewa mbele za Bwana. Hana hata kimoja. Tazama Zaburi ya 49, utakuta mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Utakuta mambo hayo. Zaburi ya 46 utakuta mambo hayo. Mungu ni mwema. Tajiri hawezi kwenda na mali yake mbinguni, lakini ndio tunayotafuta hapa mbinguni, hapa duniani. Ndio mambo yetu, ndio hazina tunayojilimbikizia nje ya kutafuta thawabu ya kumpendeza muumba wako, thawabu ya kutafuta nafasi ya kwenda kukaa na muumba wako milele na milele. Akili zimetuluka, tunatazama mambo yanayoharibika. Haya ndiyo yanatufanya mti usiozaa matunda hukatwa na kutupwa motoni. Lazima tuchume tini katika mahali palipolimiwa vizuri, palipofanyiwa kichala kizuri, ili unapochuma huna hatari ya aina yoyote kugongwa na dondola au kung'atwa na nyoka. Una uhakika kwamba unakwenda kuchuma tini ambayo imefaa kuliwa, kwa maana majira yamekwisha wadia ya kuvuna mavuno yale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa unasahau kwamba kila kazi inafanywa nini? Inapimwa. Huna unachokifanya ambalo jicho la Bwana halifuatilii. Huna hilo, ulielewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tambua yeye ndiye anakuratibia. Unakumbuka siku ambayo unazaliwa? Unaikumbuka? Au uliambiwa ulizaliwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hutambui ulitoka wapi. Hutambui siku saa unazaliwa kwamba sasa unazaliwa. Hutambui.
Na pia katika makuzi yako ni kichanga, hujui. Hakuna mtu anaosema mimi nimetoka mahali fulani. Sasa kama wewe unajua yalikupata hayo ukaweza kuletwa duniani, tambua unayo hesabu kuipeleka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tambua unao wajibu wa kuweza kuangalia na kuratibu mambo yako ili upate kuonekana wewe ni ule mti uzaao matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Siku moja utakufa. Nani anajua siku moja atakufa hapa? Wote tunajua. Amen. Amina. Lakini unaenda wapi? Unakwenda wapi? Nani anakuita? Hakuna anaofahamu. Sasa hivi vitu ni kuweza kutambua. Kwani alishindwa kukuambia unatoka hapa utarudi hapa? Lakini alituficha ili tupate kutetemeka, tupate kujipanga, kwa sababu maamuzi anayo yeye. Na kama unatambua maamuzi anayo yeye, fanya kazi za Bwana. Amen. Amina. Sasa tazama tazama tena Mathayo huyo huyo 21. Mathayo 21. Mathayo 21 mstari ule wa 18 tutakwenda mpaka mstari wa 22. Amen. Sasa naomba kwa kuwa tunamalizia, utazame Yesu ni nani na hatari yake ni nini. Wewe una wajibu gani? Unajitambua au unaona furaha tu kwamba unapokuwa limekutwa unalala pazuri, unaamka mambo mazuri, unaona mambo yanakwenda tu? Tazama hapa hatari yako. Kuishi ni hatari sana. Kuishi ni hatari. Aksidenti zake ni nyingi, na kubwa zaidi ni kuachwa na Mwenyezi Mungu, ni kuuliwa na Mwenyezi Mungu, ukaenda ukaishi katika ile jehanamu inayowaka moto na kibiriti. Sasa tazama, anza mstari wa kwanza. Msomaji twende. Amina. Amen. Nitasoma Mathayo sura ya 21. Aha. Mstari wa 18 ndio mpaka wa 22. Barikiwe. Amina. Hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aha, aliona njaa. Ndio. Akaona mtini mmoja kando ya njia. Aha. Akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu. Simama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa unaweza ukashangaa eti Yesu anaumwa na njaa, halafu akaenda ameona mtini, sijui ulikuwa mwembe, sijui ulikuwa mharadali, sijui ulikuwa mparachichi, sijui ulikuwa mti gani, lakini alitambua ule mti unafanyaje? Unazaa matunda. Akaenda. Jingine kubwa kabisa ni kutambua kwamba je, ulikuwa ni majira ya mavuno, matunda yanawiva? Hili ndio la kuangalia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nafananisha siku hii kama siku ile ya kiyama, ambacho anasema hakuna ajuaye bali Baba. Amen. Amina. Sasa hapa anatukumbusha kauendea mtini bila kutuambia ni kipindi cha kuvuna tini, akauendea. Tunajifunza nini? Kwamba sawa ni ya Bwana, sio ya kwako. Nyakati ni za Bwana, sio za kwako. Uwe tajiri, uwe maskini, uwe mtafutaji, tambua nukta moja, sio mali yako. Dakika moja unageuka, kwa maana amekuamulia, pengine anakuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu ni mwema kila wakati. Sasa akaenda kwenye mtini, akafika katika mtini, asione tunda la kula, maana alikuwa anakwenda mjini. Na ukumbuke pale hakusema walikuwa Yesu na wanafunzi wake wanaenda mjini. Angalia lile andiko, ndio mantiki hizo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Anasema akaenda mjini, kisha akaona njaa. Aliyokuwa mwenye njaa ni nani? Walikuwa wakina Petro na Yesu, au Yesu peke yake? Tunaona alikuwa ni Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa nini njaa yake? Endelea. Akauambia, aha, yasipatikane matunda, aha, kwako tangu leo hata milele. Simama. Bwana Yesu asifiwe sana.